So askofu, asante sana kwa kutukaribisha hapa. Wacha nitoe pongezi zangu kwa Archdeacon Dennis. Congratulations Dennis on your ascension to be the deacon of this church and of this area. Pongezi sana. Karibu katika uongozi. Viongozi ni wa viwango mbalimbali. Tuko na viongozi wa kanisa, tuko na viongozi wa siasa, lakini sote ni viongozi kwa sababu Mungu ametupatia nafasi ya kuongoza. Kwa hivyo, karibu katika uongozi wa kanisa na karibu katika uongozi wa taifa letu la Kenya. Mimi nimeshukuru viongozi hawa waliopanga tuweze kufika kanisa hii. Wakati nilizungumza na governor, baadaye nikaongea na Ladwa, na hawa watu ni wazuri sana kwa sababu hawakusema ya kwamba tuende kanisa mahali ya Ladwa, walisema tukuje hapa Embakasi West. Na mimi nataka nimshukuru Bwana Mwenje kwa kutukaribisha na MCA wetu Mbatia for making it possible for us to fellowship with these members of this church, and I'm really proud to be here this morning. Kwa hivyo nataka niseme pia asante sana kwa neno la Mungu mmetunenea juu ya uongozi, na kwamba hata katika uongozi ambao tuko nao tujue ya kwamba hawa watu ambao tunawaongoza kuna mwenyewe, na mwenyewe ni Mungu. We could be shepherds of different categories, but there is the chief shepherd. Na kwa sababu hawa watu Mungu ametupatia nafasi ya kuwaongoza, ni vile vile ni vizuri tutafute mapenzi ya Mungu kwao ni gani, ndio tuweze wakati tunaongoza, kama ni MCA, kama ni wabunge, governor, mimi na wale wengine wote, tujue ya kwamba nafasi tumepatiwa na Mungu, na watu hawa sio wetu, hawa ni watu wa Mungu. Na kwa hivyo tutafute mapenzi ya Mungu, tufuate ili tuweze kuwaongoza watu hawa vile Mungu angependa. Kwa hivyo nataka niseme asante sana. Continue to pray for us. Continue to pray for all the leaders. Pray for our nation, so that as we lead in Kenya, we are cognizant that these are God's people. And even as we lead them, we must find it in ourselves and in our plans to know what is God's purpose for his people. Ndio tuweze kutekeleza mambo haya vile inavyotupasa. Niko na maneno mawili ningependa kuwaambia kama viongozi wa hapa na kama kanisa hii letu la CCA, kwamba ni mapenzi ya Mungu sisi kuishi kwa amani. If we have first to understand what's God's will for this nation. Biblia inatufundisha katika Zaburi 133 kwamba it is good, it is pleasant for brethren to live together in unity. So unity is God's purpose. Ni mapenzi ya Mungu sisi wote tuishi kwa amani na tuishi kwa umoja. Kwa hivyo mimi kama kiongozi wa taifa hii, kwa mapenzi ya Mungu, jukumu langu ni kuunganisha wananchi wote wa Kenya, kwa sababu hivyo ndivyo mapenzi ya Mungu inavyosema. Wananchi kutoka jamii zote. Kwa hivyo mimi kama kiongozi wa taifa hii, kwa mapenzi ya Mungu, sababu mapenzi ya Mungu
na sio tuungane bure. Neno la Mungu linasema pahali kuna umoja, Mungu anaamurisha baraka. We are uniting as a nation so that we can attract God's blessing over our nation. Na ndio sababu munaona tumetembea mapana na marefu, na sio sana ati mipango yetu. Leo tuko na serikali ya broad based ambayo inaleta Wakenya wote pamoja, kwa sababu hiyo ndio mapenzi ya Mungu. Tuwe katika mahali pamoja, tuweze kupanga mambo ya taifa letu tukiwa na umoja na tukishirikiana kwa pamoja. Ndio kwa sababu pia kunasemekana umoja ni nguvu. When we unite, we are stronger. We are stronger together. Na kwa hivyo mimi nafurahi sana kuwa hapa. Nashukuru nyinyi viongozi wa Nairobi kwa umoja wenu. Nashukuru Wakenya wengi ambao wanaamini katika umoja wa taifa letu la Kenya. Na mimi ninasema kama kiongozi wa taifa la Kenya kwamba nitahakikisha ya kwamba jamii zote za Kenya zitajumuishwa katika uongozi na maendeleo ya taifa letu la Kenya. That is my commitment to the people of Kenya, is that no community will be left behind. All of us, as the people of Kenya, from all communities, from all shades of opinion, from all religions, that it is my responsibility to unite the people of Kenya, because that is God's will for our nation. Kwa hivyo nitashirikiana na viongozi wote, tutafanya kazi kwa pamoja. Wale wako tayari tuungane, tushirikiane, kwa sababu ndivyo tutapeleka taifa letu la Kenya mbele. Jambo la pili ya muhimu ni kwamba taifa letu la Kenya tunataka tupige hatua ya kwenda mbele. Na katika hiyo hatua ya kwenda mbele hatutaki kuacha wengine nyuma. We must move together. We must move together. Na ili tuweze kutembea kwa pamoja ni vizuri tuelewe, kwa sababu sisi wote Mungu ametujalia viwango tofauti tofauti. But we are people of one nation with a common destiny as a nation. Because we are people of one nation with a common destiny, we must never allow ourselves to leave any one of us behind. Na ndio sababu mimi nawashukuru wakulima wetu. Program ambayo tumeweka kubwa ya kilimo taifa letu la Kenya. Wakulima wetu kwa bidii yao, kwa baraka ya mvua ya Mwenyezi Mungu, na kwa ile mpango tumeweka ya kutransform our agriculture na kuenhance production. Sasa tuko na mahindi zaidi, tuko na maziwa zaidi, tuko na majani chai zaidi, tuko na kahawa zaidi, tuko hata na miwa zaidi. And we are transforming that space because we want to carry every Kenyan. Hatutaki Mkenya alale njaa kwa sababu vyakula iko bei ghali. Na vyakula, njia ya kupunguza bei ya vyakula ni kusaidia wakulima wazalishe chakula zaidi. And that is what we are doing. Vile vile tuhakikishe ya kwamba watoto wetu wote wanasoma. Sio vizuri ya kwamba kuna watoto hawaendi shule. Vile gavana amesema, kuna watoto hawaendi shule kwa sababu ya kukosa chakula. That's why school feeding program is important. And I must commend Governor Sakaja for putting it in place. Na nawauliza wale magovernors wengine, tushirikiane. Hatutaki pia watoto waende shuleni, madarasa hakuna ya kutosha, walimu hakuna ya kutosha. Ndio sababu kwa hii miaka 2.5 tumeajiri walimu 76,000 zaidi
tumejenga madarasa 23,000 zaidi, ili tuhakikisha kwamba watoto wetu wote wanasoma na hakuna watoto wa Wakenya wengine wanabaki nyumbani, kwa sababu we want to move together as a nation. Ndio sababu vile vile munaona ile harakati tumeweka ya kujaribu program ya affordable housing, na tujenge masoko na tuongeze mahospitali, kwa sababu kuna watu wengine wetu wengi wanaishi katika mazingira ambayo hayafai binadamu. So program ya affordable housing vile mmesikia hapa, mpango yangu kwa Nairobi hii, tayari hapa Nairobi tunajenga nyumba 60,000 ambayo tumepatiana kandarasi. Tumepatiana kandarasi ujenzi wa manyumba 60,000 Nairobi. Mpango yangu ni kwamba kabla ya mwisho wa mwaka huu tutakuwa tumepatiana kandarasi ya manyumba 100,000 Nairobi hii. Na hatua kwa hatua tutawatoa wale wenzetu ambao wanaishi mahali ambapo si pazuri, ili pia na wao waweze kuishi na dignity na heshima. Na vile vile wale walimu, askari, wafanyabiashara pia nao wapate manyumba. Yale manyumba tunajenga, they are not social housing only. Tuko na social housing ya wale watu wanaishi vitongoji duni, lakini pia tuko na affordable housing ya wale wananchi wengine. Tuko na nyumba zingine ambazo zitanunuliwa na Wakenya wengine, so that we can transform our city. We can transform Nairobi as we transform Kenya. Saa hizi ukienda Mandera, Garissa, Mombasa, Kitui, hakuna mahali utakosa nyumba za affordable housing. We have 200 sites in Kenya. Nilikuwa Kisumu juzi, nikaona manyumba ile tunajenga hapo Kisumu, hiyo Kisumu itabadilika. Nilikuwa Homa Bay, Migori tunajenga, Kisii tunajenga, Eldoret, Nakuru, Narok, everywhere. Kwa sababu mpango yangu ni kuhakikisha ya kwamba tunapata home owners, wale watu ambao wataishi katika manyumba yao kwa njia ya heshima, kwa bei nafuu. Ndio tuhakikisha kwamba wakati tunasonga mbele kama Kenya, Kenya inakuwa yetu sisi wote, isiwe ni ya wachache, wengine wanakuwa spectators. So that is what we want us to do. Ndio vile vile wakati tulipangana pamoja na nyinyi, nikawaeleza lazima pia tufanye mambo ya afya, isiwe ni starehe ya watu matajiri wanaoweza kulipa peke yao. Kila mwananchi akiwa mgonjwa inafaa kuwe na mpango ya serikali ya kuhakikisha kwamba wanapata matibabu. And that is why leo katika taifa letu la Kenya tuko na watu wamejiandikisha kwa SHA milioni 23. Kuna watu walikuwa wanasema SHA haifanyi. Wao wenyewe wameanza kubadilisha lugha peke yao, kwa sababu wameona mambo inazidi na kubadilika. Kwa sababu hata wewe mama ukizaa mtoto hawezi kutembea siku hiyo hiyo, si ndio? Lakini baada ya mwezi moja, mwezi mbili, mwezi tatu, namna hiyo. So mimi nataka tu niwahakikishie ya kwamba mpango wetu wa afya itahakikisha ya kwamba hata yule mama mboga ambaye hajawahi kulipiwa na serikali ya Kenya, hajui bima ya afya ni nini, hata wao wataenda hospitali, watatibiwa, wataenda nyumbani, serikali ya Kenya kupitia kwa SHA italipa malipo yao ya matibabu. That is, hiyo ndio inchi ambayo sisi wote tutajivunia. Tunaelewana watu wa Nairobi? That is my vision for this country. Na mimi nataka niwaambie inawezekana, mtu waziwaambie haiwezekani.
nchi hii itabadilika. We are going to change this nation. Wakati sisi, when we are around, itabadilika hii nchi before our own eyes. Mutaona wenyewe. This country is going to change. Na ndio sababu hiyo mnasikia watu wananipigia makelele, lakini mimi sijali makelele. Mimi I am focused. Kwa sababu Mungu ndiye amenipatia nafasi ya kuongoza Kenya. Si ndio? Na amenipatia assignment ya kutransform this nation. Na hiyo assignment I will see it through. Mnanielewa? So wale wakunipigia makelele, sawa tu mnipigie makelele, tafadhali muelewe I have an assignment for this nation and I must. Hiyo assignment lazima nifanye. Ama nogani jameni? Tumengojea miaka nyingi bwana. Story ni imekuwa mingi. Hii affordable housing imekuweko for 30 years, haijafanyika. Universal health coverage for 30 years, haijafanyika. Ni kweli ama si kweli? This is the time to do it. And I am the person to do it. Singojei mwingine. Huyo mwingine atakuja kushikilia huko asonge naye, lakini mimi ndio nitakaza kamba hapa mpaka ifanyike. Sijui kama tunaelewana my friends. So tuendelee namna hiyo, tufanye kazi na mimi nawashukuru viongozi wengi ambao wamekubali tushirikiane. Mheshimiwa Raila Odinga amekubali ya kwamba tuweke taifa letu la Kenya mbele. Viongozi wengine wengi hawa wakiwemo wabunge hawa ndugu zangu, mbali na mipaka ya chama tumekubaliana we must transform this nation together. Maana magani jameni? So we must work together. So askofu, mimi nataka nikueleze ya kwamba I am committed, I am determined, I am focused on transforming Kenya. And no amount of intimidation or name calling is going to change my course. Because I have an assignment to transform Kenya. Tunaelewana jameni? Na niko na muda ya kutosha ya kunyorosha hii maneno. I have enough time. Mpaka ikae mzuri. So, tutashirikiana hivyo. And I want to tell the people of our city. Mimi najua tuko na viongozi wa town ama city yetu ya Nairobi hapa. Mumesema mnataka ushirikiano na national government. And I agree with you. We must work together because the capital city of Nairobi is the face of Kenya. Mtu akikuja Nairobi anajua hapa ndio ndipo. Si ndio? This is the place. So nimekubaliana, mmesikia vile governor amesema mambo ya barabara. Kuna barabara nyingi ndogo ndogo ambazo lazima tufanye. Nilienda Soweto kanisa kwa huyu muungwana pale Soweto, nikapitia barabara nyingine hapo ilikuwa imeleta kisirani mingi. Wakaniambia hii barabara imekaa kama ile ya kwenda mbinguni. Tunasikia iko ngumu sana. So nikawaambia, ilikuwa mwezi wa 11 nafikiri, nikawaambia wakirudi Januari kutoka Christmas watakuta hiyo barabara nimetengeneza. Imetengenezwa ama bado? Si imetengenezwa? Kuna barabara zingine nyingi za hapa Nairobi tumeketi chini na hao wabunge, tumeketi chini na governor, tumekubaliana, tumefanya procurement, tutatengeneza barabara za Nairobi, Nairobi ikae kama city. Mimi nilikubaliana pia na hawa viongozi ya kwamba Nairobi hii tutaisafisha. Tayari tuko na project kubwa ya Nairobi Rivers Commission. Hii Nairobi River nitaisafisha. Msijali hii, na niko na date ya kumaliza. Nilianzisha 2027 Januari tarehe 15 itakuwa imeisha. Yes. Na nimeweka pesa nyingi, almost 40 billion shillings kwa hiyo program. Kwa sababu tunajenga sewage mpya, kwa sababu ile machitaka ndio inaharibu Nairobi. Manyumba inatembea kwa estate, sewage inafuja everywhere. So we must deal with the sewage system in Nairobi.
Nilikubaliana na nyinyi tutaongeza maji. Tumekamilisha ile Northern Collector Tunnel. We had to spend an extra 7 billion shillings. Now it is complete. Maji sasa imeanza kupatikana, huyu governor atapanga vile maji itafika many parts of Nairobi. Lakini we need a phase 2, we need a phase 3. Sawa sawa. Nairobi hii tujenge manyumba. As I have told you, we are doing 60,000. My plan is to do 100,000 by the end of this year. We are doing markets. We are doing classrooms. Kwa sababu, that's how we are going to change the city of Nairobi. And therefore, you have my partnership and collaboration as the leaders of the county of Nairobi to work together with you. And you have my word that it is my intention to transform Nairobi. Pale tunajenga stadium kubwa inaitwa Talanta. Pale Bomas mimi najenga conference kubwa ya 10,000 people. Unajua hii KICC ilijengwa 60 years ago. That is the only conference facility that has been built. So how do we make Nairobi a conference city? We must have a serious conference facility to attract people to come to Nairobi. Tunaelewana jameni? So hiyo maneno yote inaendelea kwa hii city, mtaona tofauti kwa hii city in a very short while. We're going to change the city of Nairobi. And that is why I want to encourage all the leaders tufanye kazi kwa pamoja. MCAs, nyinyi ndio wapangaji wa mashinani wa Nairobi. Vile hawa viongozi wamesema, ile maneno mmesema tufanye ya empowerment ya Nairobi, mimi niko tayari. Nyinyi mjipange, tupangane huko kwa ward, kila ward tuwe na watu wa mtaratara mzuri. Na pia make sure, waheshimiwa, make sure vijana wa Climate Works, tuko na vijana 20,000 tayari. Tunaongeza vijana 30,000 ambao watafanya kazi. Na hiyo tumetangaza this week. Wiki hii imepita. So we want you to be involved so that we make sure that the young people participate. They participate in transforming Nairobi. Hawa vijana 50,000 tutakuwa na wao katika harakati hiyo ya kubadilisha city yetu ya Nairobi. Nataka pia niwaeleze, pia tuko na awamu ingine ya biashara ya vijana wa hapa Nairobi. Kila ward tunatafuta vijana 70 wa kuwapatia, vijana na kina mama 70 wa kuwapatia kila mmoja wao 50,000 ya kuendesha biashara. Sikizeni vizuri, nimesema vijana ama kina mama wafanye biashara 70 kila ward, tuwapatie 50,000 ya kuendesha biashara. Tuko na program ya Climate Works ambayo itaajiri. Hiyo program ya biashara tutapata vijana 1,100 Kenya mzima wa kufanya kazi hiyo. So it's not just Nairobi alone, the whole country. Tutapata vijana 1,100 na kila kijana kwa hawa vijana 1,100 tutampatia 50,000 ya kuendesha biashara. Na kwa sababu mambo ni bottom up, si ndio? Si tunatafuta wale wako huko chini tuwainue? Ama mnataka tufanye namna gani? Hawa wananipigia makelele, wengi wao wako huko juu. So wanipatie nafasi kidogo niinue wale wako chini, ndio tusonge mbele pamoja. Sijui kama tunaelewana jamani. Na sio kwa mapenzi yangu, ni mapenzi ya Mungu. Mnajua Biblia inasema nini? Ndio mjue, msiniulize maswali mingi ya bottom up. Sikizeni, ndio msiniulize maswali mingi ya bottom up. Fungua Biblia. Zaburi ama Psalms 113 verses 7 and 8. Psalms 113 verses 7 and 8. Neno la Mungu kwa Kiswahili inasema, Mungu umuinua mnyonge kutoka mavumbini.
na umfanya maskini mpaka akaketi na wafalme. Ninyi mnanisikia? Sasa hapo kwa Biblia ndio bottom up iko. Tuinue wale wengine ndio tutembee pamoja. Tutoe wale wako kwa slum, si ndio? Tuwatoe wale wako kwa slum, tuwapeleke ghorofa ya 10 kule Soweto, ama tuwapeleke Kibera, ama tuwapeleke kule Mukuru, ama na gani? Na hapa pia, si mnajua tunajenga manyumba hapa? Kwanza nitapitia hapo saa hii. Yes. Hapa Likoni Road hapo. Hapo tunajenga manyumba 2000, ghorofa 24. 24 floors. Tukusanye mahasla wa hapa waende waishi hapo. Ama hamtaki kwenda kuishi huko? Mjipange. Bottom up. Sasa mtatoka. So tuendelee namna hiyo. Tumeshakubaliana jameni? Mwisho. Kwa sababu ni mara yangu ya kwanza kufika katika kanisa hili la CCA. Na askofu ameniandikia taarifa. Si ndio? Niko na kabarua pale. Imekuwa signed. Wacha nitajibu namna hii. Kwanza ameniambia ya kwamba mko na shughuli kama kanisa, mnahitaji bus ya kufanya mambo yenu, kutransport watu kwenda pande hii na pande ile, na nimekubali nitawanunulia bus. So tatumana. So munipatie kama wiki 2-3 kwa sababu basi lazima ijengwe, si namna hiyo? Na iandikwe hapo CCA. So nitatumana basi kwa hii kanisa ndio muendelee na shughuli zenu. Jambo la pili mumeniuliza ni kwa sababu ya asbestos. Tumekubaliana kama serikali ya kwamba asbestos ilikuwa ni ujenzi wa zamani, iko na madhara ya kiafya na sio vizuri tuendelee kuwa na paa zenye zimetengenezwa na asbestos. Na vile gavana amesema ya kwamba mimi ndio nitakuja kumaliza hii kazi. Sasa wewe gavana ulijuaje? Mimi najua ni kwa sababu tu ni mtu ya imani. Ako na imani. So nimeambiwa ni shilingi ngapi inatakikana, si ndio? Karibu milioni 3-4 hapo. So nikitoka hapa, treasurer wa hii kanisa ni nani? Tutasimama na yeye hapo. Ndio ule mjamaa. Kweli anakaa kama treasurer. So utanipata hapo ndio tubadilishe paa ya hii kanisa. Ndio. Mwisho pia nimesikia maneno ya kwaya na huyu gavana amewapanga vizuri na anasema sindio? Gavana ni mtu mzuri. He is a very good man. Na ni kijana wa bidii. Sindio? And by the way, gavana, uongozi sio lazima upigiwe makofi kila siku. Uongozi sio lazima upigiwe makofi kila siku. Kwa sababu kweli wacha niwaulize watu wangu na ndugu zangu. Wewe unaishi kwa nyumba. Miaka 10 hujalipa hata shilingi moja. Surely. I mean honestly. Hapana. Ati alafu umeambiwa I say wewe tafuta mpango ya polepole ya kufanya nini? Ya kulipa. Si watu kila mtu hapa analipa rent.
Ama kama nyumba ni yako, si unalipa mortgage? Sasa huyu ambaye amekaa kwa nyumba halipi hata shilingi moja, ni nani huyu sasa? Anatakaje? Si ndio? Hapana, hapo gavana, kanyaga chini, ongea na hawa viongozi. Hatusemi mtu atolewe, hapana. Tunasema wewe lipa. Si ndio? Kama wale watu wengine wanalipa. Si ndio? Hata MCA anakubali. Si ndio? So tufanye namna hiyo. So ndio nilikuwa nasema kuhusu gavana wenu ni kijana mzuri. na ni mtu mzuri, na ni kijana wa bidii, na pia ni mkarimu. Si ndio? Kama mtu amefanya kitu tunakubali, lakini kwa sababu mimi namsupport, ila amefanya, nitaongezea shilingi milioni 1. Sawa. Asanteni.